Mimi hapa kwangu ndugu yangu ulalo umeshindikana. Makazi hapa kwangu hakuna. Naomba unisamee uniwie radhi. Na saizi hapo nimeenda kujitafutia chochote kitu. Pole bwana. Amna ndo mambo tu. Mimi mwenyewe nilikuwa sijui kama atatokea haya, lakini ndo ghafla nikapewa sheria mpya. Kwa hiyo wewe nivumilie tu ndugu yangu. Pole sana bwana. Fanya mpango tu, rudi kwa mwenye nyumba. Mimi naenda nitakuelewa. Mama nyumba yako sio hata mkorofi. Pole. Sengo, wewe Sengo. Mbocha masiara bwana ndugu yangu. Bwana njoo bwana. Uje mimi sina sema kukaa sehemu nyingine ujue ndugu yangu. Yana ukisikia ndo maana kulifind maana kuligeti. Nishadi geti sasa hapa. Zita, nimekuita hapa, kuna mazungumzo nahitaji kufanya na wewe. Na katika haya mazungumzo sihitaji kujua wewe na mama yako mmekubaliana nini, ila nahitaji unijibu maswali yangu kwa ufasaha. Panapostahili weka ndio, na pasipo stahiki weka hapana. Na maswali yangu matatu nahitaji unijibu. Swali la kwanza, bado unampenda Sengo? Ndio baba. Na umechagua Sengo awe mumeo? Ndio baba. Swali langu la mwisho, ni kweli umeamua Sengo awe mumeo kwa mapenzi yako mwenyewe? Sengo. Ujue dada Kisauti, wewe tutauana bwana. Yaani unakujaje bila taarifa? Basi njoo tu hata taarifa. Basi piga hata chafya, ukiwepo pika mtu ajue kabisa upo ndani. Sasa tunaitana hivyo tutauana, hata tuna mawazo. Muda wa kuniona ukifika, basi utaniona. Lakini kwa sasa unatakiwa usikilize kila ninachokuelekeza. Sasa unachonielekeza mimi si ndo nafuata jamani? Masharti ulionipa Simona nayafanyia kazi. Au uone utekelezaji? Simona nayafanyia kazi au nimekosea wapi sasa? Omba wapita kunisumbua dada Kisauti. Si tumekubaliana vizuri. Mimi masharti si unaona naanza kuyatekeleza jamani. Ndio baba. Mama Zita, naomba nikukumbushe kitu. Vitabu vitakatifu vinasema mtoto mwelevu ni faida kwa baba yake, lakini vivyo hivyo mtoto mpumbavu ni mzigo kwa baba yake. Sasa sihitaji tuje tulaumiane baadaye. Mume wangu, ukiongea hivyo utakuwa unanitwisha mzigo mkubwa sana. Kikubwa binti mwenyewe amekubali kuolewa. Tumwache akajaribu. Akishindwa atarudi. Hapa ni nyumbani kwao. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini pia mimi nilikuwa na wazo. Kwa wakati huu mimi sintoweza kumuita hapa Sengo. Nitaondoka mimi pamoja na Zita, mguu wake mguu wangu, mpaka kwa Sengo, ili niende nikazungumze nao kwa upendo kama wanangu. Sawa. Acha ujeuri. Na naomba nisikilize kwa makini. Kuna ugeni unakujia. Lakini ukifika ugeni, naomba usiwasikilize zaidi ya dakika 5. Sasa huo ugeni gani? Wewe niambie basi ugeni unaokuja ni ugeni fulani ili mimi nijue huo ugeni nazungumza nao vipi ili nisizidishe hizo dakika 5. Niambie dada Kisauti. Wakina nani wanakuja? Na lengo lao nini? Na wanakusudia nini kuja kwangu? Niambie. Wewe fanya kama nilivyokuelekeza. Na ukitimiza hilo ni moja ya sharti ya kutaka kuniona. Kwa heri.
tunaagana tena. Sasa kuna faida gani mimi ya kuniaga wakati mimi sikuoni? Wewe umeondoka zako kimya kimya kama ulivyokuja. Unaniaga ili iweje? Sasa kama tabia yako sasa hivi tunaagana, basi unapokuja pia utoe taarifa. Kama unavyoaga na unavyokuja utoe taarifa. Shachoka. Mtaama tu mimi humu ndani. Mtaama ngoja. Haya, vipi tena mtu na mizigo juu? Mwenye ndugu mjini. Kabla yote mama tu mimi nisaidie tu maji ya kunywa. Maji ya kunywa unapata wapi? Kwenye chumba gani? Na ulishatoka hapa na chumba kishapata mtu, unapata wapi maji ya kunywa? Mama, tusifikie huko yani, tusichukane namna hiyo mama. Mimi nasema tu nipe tu maji mama. Mimi nataka uko maji ndani hamna, nataka kama yani kwenye ndoo ya chooni maji hapo mimi nitakunywa tu. Yani sina jinsi. Bora ndugu mjini. Uje unywe maji ya mchawi na kuuliza, leo maji ya mchawi uchao umetoka leo. Sasa nikwambie kitu. Hapa maji ya kunywa hamna. Chumba chako kile kishapata mpangaji na nishakula hela. Muda wote saa wote anaingia mpangaji. Ni asubuhi tu toka tumegombana, nikaamua tu mimi bora kuhama. Kinachonsikitisha hata jua halijazama, chumba changu kimeshapata mtu. Naomba mama, kwa mama ni chumba changu mimi kupangisha mama, sina tu wewe na mchache tu yani. Toka tupokorishana ni atajua lijazama mama yangu kweli. Chumba kote. Hapa hamna chala we wala nini. Nyanyua vilago vyako ondoka. Hapa tena hamna nafasi ndugu yangu. Njia hiyo nyeupe. Jamani mama, yani mama sawa mama. Yani hata kama tumegombana ni mama kufikia hatua hiyo mama. Mama mimi kweli hapa mimi nimekutokana kweli, sikatai. Hiyo kweli mimi ninakili, nimekutokana na nimekudhalilisha vizuri tu, tena nimekusuuza haswa. Sasa umeona sasa kuna hapo nilikuwa napenda kule kutegemea kule mama, mambo yamekwenda ndivyo sivyo na hapo mimi nilikuwa ninategemea. Sasa nasema tu yani kwa wewe kama vile mama yangu, mimi kama mtoto wako, nirudi toka kwa mama yangu hapo nije nikae nikombe tu msamaha, mama unisamee, na mtoto akikosea mama apigwi hivyo, anasamehewa, tuna makosa mengine mama yangu. Rudia tena. Mizigo hiyo beba uende ulikotoka. Mimi nakuomba mama yangu. Niko chini miguu yako mamangu, japokuwa sikuchungulii, na usinipe razi, niko chini miguu yako. Mamangu mimi sina pa kwenda mamangu, yaani kama hapo utanifukuza mimi hapa mamangu, sina sehemu yote ya kwenda. Mamangu. Nyanyua mizigo, nyanyua hii mizigo. Huko. Si kama nakuogopa. Mimi nakuheshimu tu. Kwa hiyo nataka kusemaje? Au unamaanisha nini kuniambia kwamba huniogopi? Shusha pressure. Utanielewa. Mimi mmeo ni mtu wa harakati nyingi. Mbali na ushenga pia ni dalali. Lakini pia mimi na Sengo nilikuwa nafuatilia swala lake la kuhusu ndoa. Ila kuna mambo yametokea mauzauza kama uchao. Mimi kama mtu mzima na akili zangu lazima niende nikamuulizie unaendeleaje? Kuna vitu ambavyo mimi navijua. Haistahili hata wewe kujielezea sana. Hiyo issue ya ushenga na udalali, mimi najua kazi zako kwa sababu janioa leo wala jana. Kwa Sengo utaenda, ila huwezi kwenda mwenyewe. Sikiliza nikwambie, kuanzia leo unapoenda kwenye udalali, tunaenda kudalalia wote. Unapoenda kwenye ushenga tunaenda kushengesha wote. Yaani ukiwa kulia, mimi kushoto. Tuko sambamba namna hii. Sijui unanielewa? Kama niko kwa Sengo, mimi mwenyewe na shida naye. Cha kufanya inuka hapo kajiandae tuende tumfuate Sengo. Jirani. Wewe nenda tu utaki makelele. Jirani wewe, nisaidie kuniomba msamaha kwa mama yangu kweli jamani.
sawa, unasema kwamba utukane mamba kama unavuka mtu. Na mimi kweli mamba nilimtukana kweli yani. Kwa sababu una shida. Sikuvuka ndogo kwa nyodo. Mama na wewe una roho ngumu mama, kama jua la Mwanza yani lilikuwa gumu. Mama una roho ngumu, wewe kunisamehe kidogo tu. Yaani kukutokana kidogo tu vile mamangu unashinda kunisamehe kweli mimi mwanao. Mama mimi naenda. Kwa hiyo nenda. Unifikiri wala sikuwazi. Mama kawela Johnny. Aye, mama Johnny. Mama kawela. Mama mimi ndo naenda ujue. Wewe nenda tu, ulivyoondoka uliniaga. Sikuwa naondoka hata kama umeondoka unitukana tena basi. Mama uniiti yani? Nenda huko unatukana. Habari yako sana. Salama. Nilikuwa nimekuja hapa na mwenzako ili tuweze kupata muda wa kukaa na kuzungumza kuhusu kile kilichotokea. Kwa sababu lengo la kuja hapa ni kutaka kuiweka mambo yenu sawa. Mimi sidhani mzee kama tunaweza kupata wasaa kuzungumza mimi na nyinyi. Sidhani. Ila nilikuwa naomba kama mlivyokuja basi muende. Yaani kama mmetoka kwa mganga mkaambiwa msigeuke nyuma, basi mzee wangu leo umevunja masharti. Naomba tu muende. Sengo, naomba unisamehe sana. Naomba tuyamalize tu. Mimi bado nakupenda sana mpenzi wangu na kuhitaji. Zita, mimi sina ya kuyamaliza. Mimi naye tushamaliza muda tu. Yaani pale pale mlivyonifukuza kwani tushamaliza. Mzee, naomba uende mzee wangu. Sengo. Mzee, kwani wewe sio muelewa mzee wangu? Zita, hebu twende. Wewe si utoke na baba yako, si utoke. Dada Kisauti kama ugeni wenyewe ndio nimewafukuza tayari. Najua mimi ndo mwenye hatia baba, na sistahili kusema neno lolote ile mbele yako, lakini naomba unisamehe sana. Sijakusudia haya kutokea. Mama yako kuna sehemu yote alikuwaga ataondoka? Hapana, kwani ndani hayupo? Hayupo. Nimemtafuta sehemu zote na kumuita lakini sijabahatika kumuona. Na hii sio kawaida yake. Kwa sababu mara nyingi akiwa anatoka lazima anipe taarifa. Niwepo au niwe niko mbali, lazima atanipigia simu. Sasa sijajua leo imekuwaje mpaka kuweza kutoka bila kunipa taarifa. Lakini wakati tunatoka tulimwacha ndani. Na ndio maana nashangaa kwamba inakuwaje hapatikani kwenye simu na hayupo pia. Ngoja. Vipi? Nijitambulishi? Au unanikumbuka nianze tulipoishia? Naomba nisikilize binti. Ongea kilichokuleta. Kama hauna, basi naomba haraka uondoke nyumbani kwetu. Kama shida ni huyo mume wako,
mimi sina haja naye tena. Yaani kwangu yule ni Zilipendwa. Shida sio yeye kuwa na shida naye, shida ni yeye anaweza kuwa na shida na wewe. Labda nikwambie kitu, kilichompoza mama yako ni kuingilia vita yako na kuto kumsikiliza mumewe. Unataka kumaanisha nini? Umefanya nini mamangu? Unataka kujua nimefanya nini? Sasa nimekuja kukuchukua ili nikupeleke aliko mama yako, niwafundishe adabu. Nani? Zita. 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 Imani ni chanzo cha mambo yote. Usiposikia huwezi kuelewa hata ukiona. Kuona ni uthibitisho tu, na ili unione lazima unisikie, na makubaliano yetu ni kuniona. Kwa hiyo ni lazima ufuate masharti niliyokuelekeza. Wewe tena Daki Sauti. Yaani mimi nimechoka kiukweli. Nikwambie tu ukweli, nimechoka. Yaani sioni faida kabisa ya kufuata masharti yako zaidi tu ya kugombana na watu ambao ninawapenda na ndugu zangu wa karibu. Mniambie basi. Kitu gani wewe unakitaka mimi nikupe? Niambie kitu gani unakitaka nikupe ili mradi tu niache niishi kwa amani na maisha yangu. Niambie nini unataka Daki Sauti? Sina ninachokitaka zaidi ya pete. Na malengo yangu ni kulisha ndoa yangu iliyopotea kwenye mikono yangu. Hapo tu unaponichosha kimwili na kiakili kabisa. Hasa kwa pete gani mimi na wewe tuliokabidhiana? Pete nimenunua mimi kwa pesa yangu. Sijakopa hiyo pesa. Leo unaniambia wewe unataka pete yako. Hiyo pete yako pete gani jamani? Si useme pete gani? Sengo, si hapa kubishana na wewe. Muhimu nimekujibu maswali yako yote ya msingi. Hutaweza kupata amani hata robo kama wewe ulivyochukua amani yangu kwa kunioa ndoa halali kabisa, alafu ukaniacha ghafla na kutaka kusubutu kumuoa mwanamke mwingine. Uwe na siku njema. Hiyo tabia sasa mimi ndo siitaki. Yaani kuna maana gani wewe kuniaga? Unaniaga ili uweje kati mimi na tuonane. Sasa ngoja mimi dawa yako na kukomoa. Acha nitafute sumu ya panya ninywe nife humu ndani tuone utamsumbua nani sasa. Ili mradi tulikapumzike kwa amani huko kaburini kama kuna sehemu ya kupumzika. Nitaisumbua maiti yako kwa sababu wewe ni mume wangu. Nitaisumbua maiti yangu kwa sababu wewe ni mume wangu. Mume wa nyoko. Sawa basi aishe. Sawa, tabia kufa mimi sina. Wewe tena ushaanza Karibu mume wangu kipenzi. Nimekuandalia kifungua kinywa. Hivi wewe Daki Sauti mimi unanitafuta nini? Yaani wewe nikikuchekea kabisa utanipanda kichwani. Sasa ngoja nikuonyeshe. Iko chakula chako ulichokiweka hapo. Mimi siwezi kula. Ngoja. Umenikomoa
Dada Kisauti, hiyo michezo mimi siipendi, unajua Dada Kisauti. Hiyo michezo mimi siitaki. Kutupa chakula sio vizuri. Ni lazima ule iko chakula. Hivi wewe mbona unakuwa so mstaarabu wewe? Mbona unakuwa so mstaarabu? Wewe umeniambia mimi nisiingize mwanamke humu ndani. Sawa, nimekutii na nafuata sheria zako. Umeniambia nitafute pete yako. Nipo katika process za kutafuta pete yako, lakini bado unanisumbua. Inafikia hatua tunalazimishana kula chakula ambacho sijui hata kimetoka wapi. Ndio michezo gani sasa hivi? Mimi ni mke wako kipenzi. Inatakiwa unisikilize ninachokwambia. Sasa na mimi nakukomoa. Siri chakula chako. Sasa mapenzi gani? Wewe unasema mimi mume wako. Wewe mwanamke gani sasa? Mwanamke gani sasa? Haya mapenzi au mapinduzi? Ndio nini sasa hivi? Mimi siri. Sasa nakula. Sasa lakini mimi sijanawa Dada Kisauti mimi. Kula hivyo hivyo. Wewe sijeuli. Na ole wako utoe mguu hapo.